Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Fuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, uhali gani popote pale ulipo, ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni asubuhi ya tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambapo sasa tupo tayari kwa ajili ya ibada ya kumuaga mpendwa wetu Sister Paulina Ezekiel ambaye alifariki dunia tangu tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 2026, na tayari watumishi wa Mungu wako wanajiandaa kwa ajili ya kuanza ibada. Mahali hapa ni katika kituo ama ni wanakokaa masista, nyumba ya masista Tumushubire Nkwenda. Mimi ninaitwa Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kukuletea matukio yote yatakayoendelea. Tutaanza ibada na itaongozwa na Baba Askofu Mchungaji Daktari Abednego Kesho Mshahara wa Diocese ya Kaskazini Magharibi Bukoba. Karibu sana, na baada ya ibada na kila kitu kukamilika, nitarudi kwako kwa ajili ya kukuaga. Lakini kwa sasa tuendelee na matukio mengine yanayoendelea mahali hapa. Fuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, ni masista wakimwombolezea Sister Paulina Ezekiel ambaye ameitwa, lakini nikukumbushe kwamba hawa pia ndio watakaohusika katika kubeba mwili wa mpendwa wetu huyu na kuupeleka katika eneo la ibada. Fuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, tayari ibada ya mazishi ya Sister Paulina Ezekiel ndivyo inavyoanza hivyo. Watumishi wa Mungu wako tayari kwa ajili ya kuanza ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wapendwa wana familia ya umoja wa masista Tumushubire hapa Nkwenda, pamoja na umoja wa masista na Malila kutoka Diocese ya Kaskazini Magharibi, familia ya Sister Paulina pamoja na kanisa la Mungu kwa ujumla, ndugu wote na waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea sasa kuanza ibada takatifu ya mazishi ya Sister Paulina ambaye ameitwa kutoka katika maisha haya, na kwa njia hiyo tunafanya maombi hapa ndani ili mwili uweze kupelekwa kwenye eneo la ibada, na hapo mtaonyeshwa mahali pa kukaa na kuruhusu ratiba nzima kama ambavyo mgeni wetu Baba Askofu Abednego Kesho Mshahara atatuongoza. Kwa hiyo tunyenyekeze mbele za uso wa Bwana, tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliye asili ya maisha yetu, tunapenda kukushukuru kwa ulinzi na wema wako tangu tulipopatwa na msiba. Umekuwa pamoja nasi ukitutangulia katika kila hatua ili tuweze kuwa na ibada hii takatifu yenye kuleta sifa, heshima na shukrani kwako kwa maisha ya mpendwa wetu mtumishi wako Sister Paulina Ezekiel. Asante kwa uhai wake na asante kwa utumishi wake katika shamba lako, ikijumuisha maeneo na kazi mbalimbali wakati wa uhai wake. Sasa Bwana, wewe ulianzisha safari yake, umehitimisha safari yake. Ubariki kuingia na kutoka kwake katika malango haya,
ili apate pumziko jema. Nasi tuendelee kukutegemea na kushukuru kwa ajili ya yote aliyoyatenda kwetu. Uanze na kumaliza nasi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mfuatiliaji na mtazamaji, tayari ibada inaanza na masista ndio waliobeba mwili wa mpendwa huyu kwa ajili ya kuelekea katika eneo la ibada. Tunakuombea pumziko la amani Sister Paulina Ezekiel. Wapendwa katika imani, karibuni katika ibada hii takatifu iliyo rasmi kwa ajili ya kumwaga dada yetu Sister Paulina Ezekiel. Tuanze katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tutatangulia kufuata nyuma ya wachungaji hawa kwa ajili ya kuaga mwili. Tutapita hapa juu alafu tutokea hapa. Wakati familia wanaenda kutoa salamu zao za mwisho kwa mpendo wao Sister Paulina Ezekiel aliyetutoka katika ulimwengu. Poleni sana familia, tunaendelea pole sana kwa ajili ya mpendo wetu Sister Paulina Ezekiel. Tayari sasa, tayari. Poleni sana wana familia. Poleni sana. Poleni sana. Pole sana familia. Baada ya familia tutawaleta masista. Tafadhali masista, karibuni sana. Au dereva yote hiyo ambayo yuko karibu hapa tafadhali. Pate kwaya. Kwaya pate. Dereva dasa ni popote pale ulipo tafadhali, au dereva ambaye yuko karibu anahitajika ndani. Tutaimba nasi
Bwana Yesu asifiwe. Imani ishimwe. Mbahaye mwiriwe. Murakoze cyane. Sasa ni historia ya marehemu Sister Paulina Mukakayonde Ezekieli, leo tarehe 14 wa kwanza 2026. Tupate utangulizi kutoka Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 4. Maneno ya Mungu yanasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Amina. Kuzaliwa na ubatizo. Sister Paulina Mukakayonde Ezekieli alizaliwa tarehe 6 mwezi Juni mwaka 1953 katika kijiji cha Ruchira, mkoa wa Kibungo, nchini Rwanda, kisha kuhamia Tanzania na wazazi wake miaka ya mwanzoni ya 60. Wazazi wake wakiwa ni Bwana Ezekieli Beyanga Rwanyakaruba na Bi Efransa Nyiramakwikwi. Wote rudia, Nyiramakwikwi. Sister Paulina Mukakayonde Ezekieli akabatizwa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 62 katika mtaa wa Mabira, usharika wa Nkwenda kipindi hicho, na mchungaji aliyembatiza ni hayati mchungaji Loshi. Elimu yake, Sister Paulina Mukakayonde Ezekieli alipata elimu ya msingi na kisha kujiunga na vikundi vya vijana mwaka 1968 akiwa chini ya malezi ya masista wa misionari Hedy Heinrich na Sister Hannah Gobel wakiwa jimboni Kyerwa. Baada ya malezi ya miezi 4 ya kujiunga na vikundi hivyo, alitumwa Ntoma Orphanage Center kwa ajili ya kuwalea watoto kwa muda wa miezi 3, na baadaye akajiunga na chuo cha Biblia Ruija mwaka 1975 mpaka 77 kwa kozi ya diakonia. Kisha alifanya mazoezi yake mwaka 1978 na 79 na kubarikiwa mwaka 1980 na hayati Askofu Paulo Mkuta. Hapo ilikuwa ni mwaka mmoja baada ya kuzaliwa kwa Dayosisi ya Karagwe. Utumishi wake. Katika utumishi wake kanisani, Sister Paulina Mukakayonde Ezekieli alitumika katika Dayosisi yetu ya Karagwe kwa vipindi tofauti kama ifuatavyo. Katika jimbo la Mabira miaka ya 82 mpaka 91, jimbo la Bweranyange 91 mpaka 96, akatumika katika mradi wa kudhibiti ukimwi mwaka 98 mpaka 2001, na kisha jimboni Kyerwa 2002, na baadaye kuhamia katika shule ya diakonia Nkwenda mwaka huo wa 2002 kustaafu. Sister Paulina Mukakayonde Ezekieli alistaafu ofisi mwaka 2014. Hata hivyo, kutokana na uhaba wa watumishi
na kwa kuwa Mungu alikuwa amemjalia nguvu, aliendelea kutumika katika kituo cha diakonia Nkwenda pamoja na kufundisha katika chuo cha Biblia Nkwenda hadi mwaka huu wa 2026. Sifa zake. Sister Paulina Mkakayonde Ezekieli alikuwa na sifa nyingi. Hapa nitataja chache tu. Alikuwa ni mtu wa kupenda kufuata utaratibu na kusimamia kile anachokiamini. Alikuwa mpole lakini imara. Alitanguliza utu kuliko vitu, na hivyo kutumia kipato chake kingi katika kuwaendeleza wengine kielimu na maendeleo ya kijamii. Ni kati ya masista wachache ambao wamejiunga katika vikundi vya kijamii. Hivyo naye alikuwa kwenye baadhi ya vikundi vya kijamii vya tujunangane. Unasikia mchungaji? Ndivyo alikuwa. Kuugua hadi kifo. Sister Paulina Mkakayonde Ezekieli alikuwa akisumbuliwa na tatizo la shinikizo la damu, na tarehe 8 Januari 2026 jioni alitoa taarifa ya kutojisikia vizuri. Hivyo tarehe 9 Januari 2026 alikwenda hospitali ya Nkwenda ili kuangalia afya yake. Akiwa anaendelea na vipimo, hali ilibadilika ghafla na kuwa mbaya zaidi hadi kupelekea mauti yake akiwa na umri wa miaka 73. Shukrani. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Karagwe, hususan kituo cha Tumshubire na familia nzima ya Sister Paulina Mkakayonde Ezekieli, tunapenda kutoa shukrani nyingi kama ifuatavyo. Kwanza, tunamshukuru Mungu wetu kwa jinsi alivyomuita Sister Paulina na kutumika katika kanisa lake. Tunalishukuru kanisa la Mungu, hasa ushirika wa Tumshubire, ushirika wa Nkwenda, jimbo la Kyerwa na majimbo mengine kote alikotumika kwa kumtunza Sister Paulina na kuishi naye kipindi chote cha huduma kiroho na sasa katika kipindi chake cha kuugua. Tunashukuru sana Baba Askofu Dr. Kesho Mshahara, wachungaji, mashemasi, masisita wa Tumshubire pamoja na Malila, wainjilisti wote kwa kufika kustiri mwili wa mtumishi mwenzetu. Mungu awajalie nguvu mpya na baraka tele katika utumishi wenu. Tunashukuru majirani wote na wana kijiji cha Nkwenda kwa jinsi mlivyoishi na Sister Paulina kama mtawa na hata wakati wa kuandaa mazingira ya kupumzishwa kwake. Hospitali zote zilizohusika kumhudumia sister wakati wa kugua kwake, tunawashukuru sana. Waombolezaji wote mliojumuika hapa, tunawashukuru kwa kutenga muda wenu na kufika kutufariji katika kipindi hiki kigumu. Nyote kwa pamoja tunawaombea baraka kwa Mungu na kuwatakia safari njema mtakaporejea nyumbani. Murakoze cyane. Imana amina. Kwa niaba ya Diocese ya Kaskazini Magharibi, natoa salamu za pole kwa wafiwa wote, ndugu, jamaa na marafiki kufuatia kifo cha dada yetu Sister Paulina Ezekiel. Nilipokea taarifa za msiba huu kwa masikitiko makubwa kutoka kwa Baba Askofu Dr. Benson Bagonza ambaye yuko kwenye likizo ndefu nchini Sweden na ambaye aliniomba nifike hapa kuwa pamoja nanyi katika kuongoza ibada hii ya kumsindikiza dada yetu. Nasema poleni sana na Mungu awafariji pasipo mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefika hapa na mke wangu
ambapo wakati mimi ninaitwa Nkamuhabwa, yeye anaitwa Kanshalirao. Sasa kwa Kiswahili sitatafsiri. Na vile vile tunayo heshima kwamba tuko na masista kutoka Diocese ya Kaskazini Magharibi, kituo cha Namalira, wako pamoja nasi kuungana na masista wenzao wa hapa. Wameonyesha moyo wa upendo na ushirikiano tulio nao kwa karne na miaka mingi. Tuwapokee kwa makofi. Basi rambirambi zangu nitaziwasilisha baadaye, na neno linalotuongoza katika ibada yetu hii ya kumsindikiza dada yetu linatoka Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13b. Ni neno linalosemwa na kusomwa mahali pengi, linalotuletea matumaini na faraja isiyokoma. Linasema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Tushukuru Mungu wetu. Tutakushukuru daima, kila wakati na kila mahali, iwe ni wakati wa raha, hata wakati wa shida na msiba kama huu. Tunakushukuru kwa ajili ya amani na utulivu. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya dada yetu Sister Paulina Ezekieli, ambaye historia yake imeonesha uinjilisti na udiakonia wa hali ya juu. Endelea kutupa neema ya kujifunza mengi kutoka kwake, lakini zaidi utupe faraja isiyokoma, ukifariji wana diocese, ukifariji ndugu jamaa na marafiki na waombolezaji wote walioko hapa, na kipekee dada yetu huyu umpe pumziko la amani ndani ya tumaini la kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele sasa na hata milele. Amin. Wapendwa, bila imani katika Yesu, bila imani katika Yesu, kifo kinatisha. Tena sio kwamba kinatisha tu, kinatisha sana. Sio kwamba kinatisha sana tu, kinatisha sana sana, mno mno. Kinatisha sana, maana japo kinatokea mwishoni mwa maisha ya mtu, lakini tunaishi nacho, tunatembea nacho, tunakula nacho, tunakunywa nacho, tunasafiri nacho, tunasali nacho, tunazika nacho. Kinatafuta namna ya kutuondoa katika maisha haya mara kwa mara, kwa njia ya magonjwa, kwa njia ya ajali, kwa njia ya vita, kwa njia ya magomvi, na kwa njia nyingi zinazoshtua na za ajabu. Kwa mfano, jana nikapokea taarifa ya mtu aliyemuua mdogo wake huko msituni ili chama kimpatie fedha za chama. Nimesikia katibu mkuu amesema watu wako kwenye vyama. Sasa wengine wakiwa kwenye vyama vile vinavyotoa hela nyingi, kuna vyama vinatoa sijui milioni 2, milioni 3, milioni 9. Tujiadhari navyo, maana vinaleta mazingira ya kumuua jamaa ili uweze kunufaika na mafao ya kuwa mwanachama. Hizo ni changamoto tunaishi nazo. Mimi nimewahi kumpeleka mtu aliyeumwa na mbwa hospitalini wamhudumie. Mara baada ya kumtibu, sindano, dawa, vidonge, wakamwambia sasa unaweza ukarudi kwa mchungaji. Nilikuwa mchungaji nikiwa Nyakato huko, uende naye, utarudi baada ya siku 4. Akamwambia, naomba uniraze, maana chama nisiporazwa akinipi hela za chama. Kwa hiyo tuna baadhi ya watu ambao wengine anaomba afiwe au anaomba arazwe. Kwa hiyo na hayo masharti labda yaangaliwe, kwa sababu yanaweza kuwaingiza wengine kwenye majaribu haya. Yupo mwingine, yani vifo vinatutafuta kwa namna. Kuna ambaye alimuua mke wake kisa eti ameona wengi wanamwangalia kila anapotoka na anapoingia wanamwangalia.
Sasa badala ya kuwadhuru wanaomwangalia, akamdhuru anayeangaliwa. Hata haki haipo. Sasa huyu anayeangaliwa ni yeye alijiumba. Ndio maana Hosea 4 anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Haya, vinavyotuua ni vingi. Katoto, nimeambiwa jana pia, katoto ka huko Arusha, ka miaka 5, kamemuua mdogo wake wa miezi kama 4 tu kwa kumweka kwenye oven, eti kanafanya majaribio ya kuchoma nyama. Haya, na yupo, yani vifo vinatokea kwa mazingira ya ajabu. Yupo aliyekuwa amepata division 1 ya .7, zile A. Achana na zile FF zile za fighting for food for 4 years, zile FF. A. Sasa siku matokeo yanatoka hivi, yeye ndipo wanamzika. Fikiria jinsi kifo kinavyotisha. Pale Dar es Salaam miaka 4 imepita, wamemaliza kufungisha ndoa ya wawili, shamura, wako kwenye ukumbi wanasubiri sherehe ianze. Taarifa zinasema bwana harusi amekata roho ghafla. Fikiria mzigo aliyoubeba yule bibi harusi na pande mbili za wakwe. Yanayotuondoa katika maisha ni mengi na mifano ni mingi. Kijana hivi karibuni, miezi kama 5 imepita, amehukumiwa anyongwe hadi kufa. Kwa nini? Amemuua baba yake mzee wa miaka 84. Kisa eti anaonekana anapenda ndugu zangu kuliko mimi. Magazeti yakasema alikuwa anavuta na bangi. Na mnaelewa masharti ya bangi yanasema ukiivuta mwanzoni useme bangi ni mbangue mama yangu. Sasa huyu na kanuni ya bangi akaiharibu, alikambangua baba badala ya kumbangua mama. Lakini nisiwacheleweshe, tunalie mbangua mama. Akamchoma mama yake kwenye tumbo alipoishi miezi 9, ndipo alipochoma na kisu. Kisa mama anamzuia kuja usiku. Wakasema naye alikuwa anaivuta bangi, lakini wananchi wenye hasira wakambangua. Huyu hakufika hata kwenye mahakama. Kifo kinatisha, maana ufanya jina libadilike, mtu aitwe marehemu. Hilo nalo linatisha. Aliyekuwa anaitwa mheshimiwa, hakuna tena cha mheshimiwa, ni marehemu au hai. Na neno marehemu linamaanisha wakurehemiwa, wakuhurumiwa. Ndiyo maana watu hawako tayari mtu kumgharimia hospitali, lakini akisha kufa wanasema jeneza ni langu, mazishi na gharama zote ni zangu, maana ni wakuhurumiwa. Kijana mmoja alivunja rekodi alipogundua kwamba kaka yake mwenye fedha hayuko tayari kumsaidia baba yake akiwa hai ili aitibiwe hospitalini. Akatuma ujumbe unasema, baba amefariki, tuma hela haraka za kutunza msiba. Hapo alijua ndipo ataharakisha kutuma. Alipozituma zikatumika kwenda hospitalini, baba wa watu akapona. Taarifa ikaenda inasema waliyefikiri amefariki sasa amepona. Akasema sasa mbona mlinidanganya? Wakasema ufurahi, amepona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko kwenye jamii inayoshtua. Kama unasikiliza redio vizuri, kule Kenya ulitokea mgogoro. Baba akamkimbia mama. Yaunga yairukendo anozomaka. Baba akamkimbia mama. Lakini alipokimbia hawakujua ameenda wapi. Ghafla wanatafuta wamuoni, wakakuta aliyegongwa na gari amesha kufa, amesagika, wakahisi ni huyo. Wakasema basi twende kwenye msiba. Wakafanya msiba. Wameshamaliza. Miezi 7 baadaye yule baba hasira zimeisha. Anampigia simu mke, anasema hasira zimeisha, nataka kurudi. Mke anasema ulishafariki, tulimaliza msiba wako. Akasema nitafika sasa, nitakaa huku. Akafika, akasema njoo, lakini kuna madeni ya msiba wako inabidi uyalipe. Fikiria watu kulipa deni la msiba wako ukiwa bado uko hai. Kwa hiyo jina lingine
Kwa mtu aliyeaga dunia nalo alituachi salama, aliyekuwa na jina lake baadaye wanaita maiti, maana amekutana na mauti. Jina lingine la aliyekuwa mtu wanasema leteni mwili. Saa imefika tunaleta mwili mbele ya watu, maana tayari roho ile ya uhai imetoka. Jina jingine ni omugenzi, aliyekwenda hayuko nasi, ameingia hali nyingine. Wengine wanamuita omubure, na hilo halituachi salama, aliyepotea. Jina hili huongeza hofu, huzuni, woga wa kifo. Jina lingine ni kifa, aliyekufa. Hata jina hili halituachi salama, halitupi matumaini. Bila matumaini, hata kaburi liliitwa ebituro, ekituro, maana yake waliwo kuturo mwo milele, lakini baadaye likabadilishwa kwa sababu ya imani katika Yesu, kikaitwa ombiraro au kurara uliora ile ukakaja kakora imbuka mkama Yesu asimwa. Kifo utisha, kinatisha matajiri, kinatisha maskini, wafarume, kinatisha wasomi na wasio wasomi, kinatisha wanaooga na wasiooga, kinatisha hata wafarume. Kama nilivyotaja, kilimtisha mfarume mkuu Alexander. Mfarume mkuu Alexander wa Ugiriki alitawala akiwa kijana, akatawala Ugiriki, akapanua, akatawala na Uturuki, akapanua na Iraki, akachukua na Irani, akachukua na maeneo ya India, akachukua na maeneo ya Pakistan, akatajirika, akawa na jeshi kubwa, akawa tishio. Lakini saa ya kufa ilimkuta Babiloni, ambayo ndiyo Iraki ya sasa hivi. Akiwa pale akawaita madaktari wote akasema na waandishi wote na watu wa ikulu, akasema shika kalamu, saa yangu ya kufa inakaribia. Akasema andika mambo matatu. La kwanza, nikifa jeneza langu libebwe na madaktari na wauguzi kuonesha kwamba wameshindwa kunitibu. Ni kama ndio adhabu yao. Nikyo kibona abonyo ekyo butakiza omukama. Akasema jambo la pili, mikono yangu muiweke nje ya jeneza wakati ninapelekwa kuzikwa, iende imefanya hivi, ikimaanisha nilikuja bila kitu, ninarudi bila kitu, pamoja na utajiri wote na ufarume na jeshi na mamlaka, lakini hiyo ni alama, nilikuja bure na ninarudi bure. Mungu atupe neema ya kulitambua hilo. Pengine ndilo lilifanya katika historia ya marehemu wanataja, hakujipendelea, aliwapa na wengine, ameacha historia mukama akuye mumururu na iwole babandi oyamba abantu tungwe migisha mukama Yesu asimwe. Twayega kurugali sistogu na historia yake imekuwa nzuri, imesheheni mambo. Kuna mwingine wanatafuta hata cha kuandika kinakosekana, wanasema tu alizaliwa akafa twende kuzika. Hiyo tuino mugugu. Historia ya maneno mawili. Huyu tunayemzika leo alizaliwa akafa. Mawili. Hakuna cha kuweka, mengine ni siri. Kama yule mmoja ambaye kule Uganda walienda kutafuta historia ya marehemu, wanaandika kitabu historia za watu. Walipofika kwake, wananchi wakasema hatutaki kusema mabaya juu ya marehemu. Wakasema jamani, tuambieni, ndio ukurasa wa mwisho. Wakasema tutaongea mawili alafu tuondoke. Ni yapi? Wakasema mnaona vinjia vya kwenda kusini, kaskazini, mashariki na magharibi, aliviunda marehemu akikimbia watoza kodi. Sasa hao ndio wanatafuta cha kuandika juu ya marehemu akipo. Lakini historia ya marehemu, unaona hata msomaji katibu mkuu alikuwa anaisoma akiwa anajua anasomea watu kitu kilichosheheni mambo mazuri. Makofi kwa marehemu dada yetu, ametuachia historia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe na mimi iwe nani tuligambwa hoki, tuligambwa we birungi ange bibi
ebyo kuhaisiriza Katonda Ruhanga ange ebyo kushonaza Mukama atukwase akukwase tobe bajulizi ba Ruhanga tutao mwiguru tutaina nobi tutaina itima tutaina Ruhango Mukama Yesu asemwe. Kwa hiyo tunaona kwamba hata sister wetu alijikana nafsi, akapenda watu, akasaidia watu kwa jina la Yesu. Vitisho vya kifo viligunduliwa sababu zake na mtu aliyeitwa Prest aliyeongea na wanaokaribia kufa zaidi ya watu 300. Huo ulikuwa utafiti wa nguvu. Waliwakilisha wengine wanaokaribia kufa wanasema nini. Akaongea nao na kuandika kitabu kiitwacho Lugha ya Wanaokufa. Lugha ya Wanaokufa. Alikiandika kwa Kijerumani, na kwa kuwa kuna sister Mjerumani yuko hapa, kile kimeitwa Die Sprache der Sterbenden. Hii nanyi na katamu. Lugha ya wanaokufa, Die Sprache der Sterbenden. Ango mu Runyarwanda ururimi rw'abantu abari hafi gufa. Ni urayikarota Kagambire. Nimefundishwa na katibu mkuu. Ndiye anachomeka Kinyarwanda kwa wingi. Imani shimwe. Haya. Kwa hiyo akaongea nao. Aligundua kuwa kifo kinatisha sana, hasa kwa wanaokaribia kufa. Kwa sababu wanaogopa yafuatayo. 1, upweke wa muda mrefu, upweke wa milele. Kuikara wenko mukina ngolindirireki okuyimbuka kwa mubiri no burora obutawa ni oliomo enjura netera ni oliomo nojunda ebyo biukambira banganamu ababa akuzika bagiro mudisco du wene nalioko ati obwo bushuya buwango muno ni upweke. Hata kama mtu wakati fulani huhitaji kafaraga, mtu huhitaji awe peke yake kidogo, lakini sio kuwa peke yako daima. Lakini faraja hiyo isiyo na mwisho, faraga isiyo na mwisho inasikitisha. Jambo la pili, waliofia kuwa na mwisho wa mahusiano na jamaa wa karibu. Mwenye mme basi anakuwa amemkosa mme. Mwenye mke waliyeishi pamoja hawako pamoja tena. Hii ilisababisha baba mmoja andike wosia vibaya. Wakati anakaribia kufa ati mkazi wangu inyesha yo kufa yagoba kyonka kanda afota lishwerwa. Au abano mushwerero munyangasi. Wabano mushwerero omukaburi. Kama huyu saa yake imefika, imefanyaje? Imefika. Tena Biblia imesema wazi, inasema mtaishi pamoja mpaka kifo kifanya nini? Sasa kama kimewatenga karaba chai na mwakamba iwewe bikukueteke bikukueteke haya, inaleta upweke na watoto, upweke na watendakazi wenzako, upweke na ndugu jamaa na marafiki. Jambo la tatu, waliofia kuwa na mwisho wa kupumua. Kuna maajabu katika kupumua. Sasa hivi tupo tunafanya yote, tunaimba, tunatembea, tunaruka, lakini inawezekana tangu asubuhi hujafikiria kama umo unapumua. Abandi bayijukoko bakwikia mwaro na bigamba. Hayo ni maajabu ya Mungu. Ametuumba kwa namna ambayo unaendelea na mambo yote, lakini kumbe umo unapumua. Olimuno nurabo olimuno ojumo umuntu wanga noga yo muntu olimuno ikya au Katonda kaya kuyamwo kuikyoko. Kwa hiyo wakasema tunahofia kutopumua tena. Jambo la 4, waliofia kutokuwa na uzoefu wa kufa, kutojua kuna nini huko baada ya kufa. Hawajui watu wanakufaje.
Maana kila anayekufa anakufa na uzoefu wake wa kufa bila kutushirikisha tuliobaki. Toina kuegesa basigara nyumoti muraba ni mufamuti. Huo ni uzoefu wako, unakufa nao. Mtafiti huyu Bwana A. Presti anasema kuwa mashahidi wa upweke wa wanaokaribia kufa na shahidi wa tendo la kufa ni wale waliobaki wakiona wakikuzunguka, ndio wanashuhudia unavyopambana na ugonjwa, unavyopambana na kufa. Hofu ya kutokumbukwa iko pale pale, obutaijukwa wakaogopa kutokumbukwa na kutopendwa tena na kutokamilisha ndoto. Kila mmoja anakuwa na jambo analopenda akamilishe, lakini bahati mbaya tumepewa miaka michache. Mheshimiwa dini au mmoja amesoma hapa, tumepewa miaka 70, kama ni zaidi 80, wengine wanabahatiwa sijui 90. Biblia imesema nayo yaka hanko no abwa mingi kionkaya yaka hanko niyegire no kutambuka no kushuntama nkurema no kwemerera nkurema. Ni miaka ameita miaka ya taabu, miaka ya taabu. Sasa mambo ya ajabu, nataka niwaeleze mambo ya ajabu. Mungu ni wa ajabu. Katika uso wa nchi, acha baharini, hapo tutapaelezea siku nyingine. Katika uso wa nchi, mnyama anayeishi miaka mingi kuliko wote ni kobe. Ndiye anaishi, ana uwezo wa kuishi miaka 300. Maana yake kobe anayefariki leo alizaliwa 1700. Inyomuliombi 1953. Kobe anayefariki leo alizaliwa 1700. Hayo yote ni maajabu ya Mungu. Lakini nilipo Google kwenye internet kuuliza, je, tembo mnene huyo amepewa 70? Nikauliza kwenye internet, ukigugo utaona, je, simba huyu anayetesa kara wanyama kata shingo, akasema huyu amepewa 15 ili asija kaishi miaka mingi akadhuru wengi. Hayo yote yameitwa ni maajabu ya Mungu. Ndio maana tunaambiwa acheni Mungu aitwe Mungu. Katika Isaya 55 mstari wa 8 anasema, fikira zenu sio zangu na mawazo yenu sio ya. Ndio maana hata wokovu tunaupata, mkombozi anatukomboa kwa namna ya ajabu. Badala ya yeye kuwatemea mate waovu, wanamtemea mate yeye. Ukombozi umeanza hapo. Badala ya yeye kuwapiga waovu, wanampiga yeye. Badala ya yeye kuwahukumu waovu, wanamuhukumu yeye. Badala ya yeye kuwaua waovu wanamuua yeye. Lakini anatumaini la ushindi ngambo ya kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumshangilie Mungu hata kwa hili. Katika kuonesha kwamba acheni Mungu aitwe Mungu, tuna maneno mengi yanayoonesha kwamba fikira za Mungu ni za ajabu. Kwa mfano, angalia nguruwe, ana sura mbaya lakini ndiye ana nyama tamu. Yuko hapo kwenye lakini nyama yake imeitwa kitimoto. Ya ng'ombe haijapewa jina la ziada. Hayo yote ni maajabu ya nani? Haya, mwimbaji amekamilisha, nisiwacheleweshe kwenye kipengele hicho. Mwimbaji akakamilisha akasema, hamtaelewa fikira za Mungu mpaka mtakapokutana naye uso kwa uso. Maana amesema nzi anayeishi sehemu chafu na inayonuka, yeye anuki na ni mweupe. Lakini samaki anayeishi majini na anaogelea usiku na mchana, ndiye anayenuka na ni mtamu. Na akaendelea, mbwa anazaa watoto 20 kila mwaka na aliwi, lakini hatuoni mazizi ya mbwa, wanaenda wapi? Na akaendelea kusema lakini ng'ombe ambaye analiwa na anazaa kamoja ndiye tunaona mazizi makubwa ya ng'ombe. Anajiuliza na anasema, acheni Mungu aitwe Mhubiri 6:2. Mungu amewapa watu utajiri akawanyima furaha. Furaha amewapa maskini wanaomtembelea tajiri. Sasa ndio maajabu ya Mungu. Acheni Mungu aitwe maana maskini anapomtembelea tajiri
Tajiri anamwambia, katika vinywaji hivi 7 unakunywa kipi? Maskini anasema, mwanangu, nakunywa vyote. Kwa hiyo hayo yote ni mtabaraza murufu. Haya, kwa hiyo hawa wanaoaga dunia, wanaokaribia kufa, wakawa wameogopa, wanamlalamikia Mungu, kwa nini aliweka kifo? Kulala bila kuamka katika mazingira haya ya kifo. Mhubiri 9 mstari wa 12 anasema, saa mbaya ya mtu kufa ikifika, hunaswa kama ndege na samaki kwenye mtego. Saa hiyo hiyo upotea mwanadamu. Kwa sababu hiyo Mhubiri 9 mstari wa 7 hadi wa 10 anasema, mwenye chakula na akile mapema. Andi bati okati yo roka chagirachi roka chaja yo aliwesha yo kukakua nogira otibusha bati tubiye ot. Haya, anaendelea Mhubiri 9:7 hadi 10 anasema, mwenye kinywaji na akinywe, lakini sio kile kinachobadilisha akili. Ndije kugira ati bataishura tunywe. Anaendelea Mhubiri 9:7 hadi 10, na mwenye nguo, kama una nguo zako zivae, hata kama ukibadilisha mara 8 kwa siku, bagambe batagamba yeje waliro mwendogo wa utakafire. Juara utakafire. Kabaragamba bagireki bagambe. Nagendelera, paka mafuta mwili wako huo kabla hujaenda kaburini, upake mafuta ya marham. Ondejo na maro mwezi nguna bana matumizi takesiga ga majuta nguna agaria na aliabusha no kwesiga ogarie oshube ogesiga. Haya, maana anasema, maana huko kuzimu tuendapo havipo, lakini katikati ya hofu ya kifo tunapoelekea mwisho, Biblia inatoa ujumbe wenye mageuzi na mapinduzi makubwa dhidi ya hofu ya kifo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Na somo letu limetaja wazi na kuleta matumaini dhidi ya kifo ng'ambo ya kaburi. Neno likasema kwamba heri wafu wafao katika baberwa abafa balio muri Katonda, baberwa abafa balio muri Yesu. Na agendera kugira ati, maana wamemaliza taabu zao, kwa kuwa matendo yao mulio yasikia yaliyo mema huambatana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshangilie Mungu, tumuunge mkono mama huyu amepiga makofi. Huambatana nao. Ujumbe kama huu upunguza makali ya kifo kwa namna ya ajabu na ya pekee. Ujumbe mwingine ni maneno ya Yesu katika Yohana 11:25, mimi ndimi ufufuo na uzima, aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Mungu aliyeweka kifo katika Mwanzo 3:19 ndiye anakiondoa mwenyewe katika Yohana 11:25, mimi ndimi ufufuo. Amebadilisha yote, amesamehe, ameondoa kifo na adhabu ya milele. Sasa analeta tumaini jipya, nguvu mpya na matumaini mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya Mungu kama haya yakisemwa yanatufariji na kutupa matumaini ya ushindi dhidi ya kifo. Na ujumbe wa neno la Mungu katika Zaburi ya 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitafanya nini? Nitaishi. Ni Zaburi inayokikataa kifo. Sitakufa bali nitaishi. Zaburi ya 116 mstari wa 15 inatupa matumaini kama ya neno la mahubiri ya leo inaposema kuwa ina thamani machoni pa Mungu mauti ya mcha Mungu. Ngu orufu rwakwesiga Katonda ruina iguzi ringi. Kwa kubaire no ruguza ruina maera gangi. Kwa kubaire no guzo orufu rwo muntu akwesiga Katonda wakutungire muno. Orokuba nagira ati ruina iguzi ringi orufu rwogwo afa na yesiga Katonda. Ina thamani mauti
ya mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunaimba wimbo wa abesigo mukama bakamushu umwesigo gwabo tigufa busha, tunauimba kwa nguvu zote. Abesigo mukama bakamshubira omshubiro gwabo tigufa busha kamwesigena nyengabirwe nanye ebyali kugonza kutugabira byali kugonza kutugabira. Tumaini hili na imani hii ya kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele ndiyo aliyokuwa nayo dada yetu Sister Paulina Ezekiel, ambaye amemtumikia Mungu akiwa sister wa kwanza katika Diocese ya Karagwe tangu ilipozaliwa. Alichochea wasichana wengine wajitoe kuwa watawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifanya kazi katika jimbo la Mabira likiwa bado eneo la misioni. Alitembea kwa miguu akiwa na wachungaji na wainjilisti. Hiyo nayo ni alama na ushindi. Aliyetembea kwa mguu kumtumikia Mungu, lazima Mungu atamrehemu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye akatumika katika jimbo la Kierwa, Kituntu na Bwera Nyange. Alipenda kanisa bila kujali kama kanisa linampenda, maana alikuwa akimpenda Mungu. Alitumika bila kuhesabu gharama wala haki zake. Alikuwa mvumilivu na mwenye subira. Niseme kwa Kiarabu, Waarabu wanasema Mungu yuko na wenye subira. Mungu yuko na wanaosubiri, wanaovumilia. Umuru Waarabu na agirati inalamu swabirina. Uraikero takambire Kiarabu. Inalamu swabirina. Mungu yuko na wanaosubiri. Omuri muswabirina ni mwali mkusubiri. Omuri muswabirina alimwo kulinda. Katonda aliyamona bakwegumisiriza. Aliyamona bakwegumisiriza. Yuko na wanaovumilia. Alikuwa mvumilivu. Alikuwa msema kweli katika maisha na katika vikao. Hakuwa wa majungu ya pembeni. Unajua majungu ya pembeni yanasumbua uongozi wa mtaa, yanasumbua uongozi wa usharika, yanasumbua uongozi wa jimbo, uongozi wa diocese, uongozi wa kanisa. Afadhali anayeongelea kwenye vikao moja kwa moja. Lakini huyu wa pembeni, huyu Biblia imesema yuko kwenye mazingira ya hatari. Maana Biblia inasema ndege atamsikia aliyoyasema iyapelekee mfarume pa. Biblia inasema unayasema pembeni, kumbe yanafika sehemu zinazohusika. Mwishoni unajikuta umeharibu taratibu za kanisa. Alitunza mali za kanisa kwa uaminifu. Alitoa taarifa dhidi ya ubadhirifu. Aliongea na kila aliyekuwa na tuhuma ili kama ni kweli muhusika ajirekebishe. Abandi baliwa hapo yagambira betuma. Anawakosoa na warekebisha. Alikuwa mwana uamsho, mwana maombi na msomaji wa neno la Mungu. Alipenda na utani. Ushanzire mutakaro tusirenka saida karungi. Alimwatu usirowa karungi na yendogweina. Na nilipoona uwepo wa watu, mabanda kule yamejaa, pale yamejaa, hapa yamejaa, kule yamejaa, nimemaliza na hitimisho. Ibibione birungi akabyekolera tuikirize. Nilikuwa Ankole juzi, nikakutana na kisa kinachohusiana na mama mkwe na mkamwana. Mama mkwe kila alipompelekea mkamwana kila alipompelekea mama mkwe chakula, mama mkwe anasema tu ebyo kunkolera no byekolera.
Akipeleka chai, huyu anachojibu na ebyo kunkolera nogira ki no byekolera. Akipeleka matunda anasema unayonifanyia unajifanyia. Akipeleka nguo za kumvalisha anasema unayonifanyia mimi unajifanyia. Akimpelekea maji kuoga unayonifanyia mimi unafanyaje? Unajifanyia. Sasa huyu hakubarikiwa na hilo. Roho ya shetani inaharibu watu. Akaamua aende kwa waganga kuuliza hii sentensi ni ya baraka au ni ya laana. Kufika kwa waganga nao ndio wale wanaitwa kabuterana. Kwanza mganga unajua anakushtua pale ukifika anafanya otierero mbwenu nagoba. Akasema, je, huyu mama anachoniambia kinanibariki au kinanilani? Akasema hako kama mama kauwe kwa sumu haraka maana kanataka kukumaliza. Akatafuta sumu, akaiweka kwenye chakula, akampelekea bibi wa watu. Lakini Mungu alivyo waajabu, akakanyima hamu ya kula siku hiyo. Kwanza kalipopokea kalimwambia, ebyo kunkolera no byekolera. Akakanyima hamu ya kula. Wengine mko hapa maskini, mmekuwa mkirogwa lakini amurogeki kwa imani mlio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wako hapa wanajua au hawajui, wamekuwa wakilaaniwa lakini hawalaaniki kwa sababu ya imani na ulinzi walio nao. Yule mama akanyimwa hamu ya kula, akapona mauti ya sumu. Baadaye saa 10 ambalo sio zuri likatokea, wajukuu wamefika, wanamwambia bibi mbona ujara? Akasema kuleni, mimi sikuwa na hamu ya kula. Wale watoto wa yule mama muuaji yule ndio wakala sumu, watoto wakafa. Mama muuaji akasema kumbe byo mbaire ni nkora mbaire ni mbyekolera. Mukama akueleze ekisha okole biri birungi ogarurirwe birungi oleke bibi bitaija bikakushubao mwibara lya Katonda. Mukama abao mugisha, Mukama asimwe. Kwa hiyo huyu sister tuliyoyaona leo aliyatengeneza kwa njia ya neema katika Kristo. Aliutetea usista hadi mwisho wa uhai wake. Alikuwa katika njia moja bila kuyumba wala kuyumbisha watu. Alikaa kwenye mstari bila kuyumbishwa na watu. Na hapo tuweke mstari tunapokaribia mwisho. Maneno ya watu mengine yanakuyumbisha, yanakutoa kwenye mstari. Ogwo muntu oba kweta umuntu omutine. Omutine. Kwa sababu huwezi kumfurahisha au kutimiza mahitaji yake. Ndiyo maana Wakolosai 3:23 anasema mkiwatumikia watu fananeni kama mnamtumikia Mungu, maana watu hamuwawezi. Sasa kuna watu wawili ndio naelekea kumaliza nao. Watu wawili walipanda punda, mume na mke wakapanda punda. Nataka kuonyesha kwamba huwezi kufurahisha watu. Wakapanda punda. Mji wa kwanza wakifikiri watu watafurahiwa. Watu wakasema hapana, mmefanya vibaya. Punda mmemtesa. Watu wawili kwenye punda. Wakabadili njia. Kwamba tukienda mji wa pili mwanamke ndiye atembee kwa mguu, baba abaki kwenye punda ili kufurahisha mji unaofuata. Wakaenda mji uliofuata ukachukia, ukasema hapana, baba anatesa, yeye ndiye yuko kwenye punda, mwanamke anatembea. Hawa ni familia gani? Ni ya mateso. Wakasema sasa tubadili, mwanamke ndiye apande punda, mwanamume atembee, tuone kama tutafurahisha watu. Wakakubaliana wakaenda. Kufika mji wa tatu, watu wakasema hapana, huyu mwanamke yaro ameshamchawi mme wake. Yeye ndiyo yuko kwenye punda, mme anatembea. Amwaire kaligoligo, anga amwaire butiko, anga amwaire shuntama, anga amwaire webumbe. Kwa wasiojua hayo ni madawa ya kurainisha wanaume wasiwe na matata. Sasa baadaye mwisho wakaamua wote wasipande punda.
wakatembea na punda akiwa anatembea. Mji wa 4 ukawaraumu, mji wa 4 ukasema hawa ni watu gani? Punda yupo tu, habebi mzigo wowote. Wakaamua tukae kwenye dhamiri yetu bila kuangalia nyuma au mbele. Watu wawezi, songa mbele, usiyumbishwe na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya mema yaliyotajwa juu ya Sister Paulina yametajwa katika somo la mahubiri kuwa matendo yao huambatana nao. Kwa lugha nyingine, yanawatetea mbele za Mungu waweze kustahimili hukumu ya milele. Wagalatia 6:9 anasema msichoke kutenda mema. Waebrania 13:16 anasema msisahau kutenda mema. Kuna wanaochoka, kuna wanaosahau. Wathesalonike wa 2:3 anasema msikate tamaa katika kutenda mema. Waebrania 6:10 anasema kila jema unalolitenda, kila jema unalolitenda Mungu hatalisahau. Kama tungeweza, tungeshindania kutenda mema badala ya kushindania kutenda mabaya. Bwana ampe pumziko la amani sister wetu Paulina Ezekieli, huku tukifarijiwa na neno lake na sala na nyimbo. Jina lake lihimidiwe sasa na hata milele. Amen. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Amina. Na sasa tuendeni kumzika huyu ndugu yetu mpendwa Sister Paulina Ezekieli kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amin. Na harama za vidonda hata sasa anazo, nao watumishi wake wakombolewa nazo. Alipata na Yesu. Acha mambo ya dunia ya kuangaishayo, iko mali ya uzima unaitiwa iyo. Kwa kuwa Mungu Mwenyezi amependezwa kwa rehema zake nyingi kumuondoa huyu mwenzetu Sister Paulina Ezekieli katika maisha haya, sisi tumeuweka mwili wake ardhini. Sister Paulina, ulitoka mavumbini, unarudi mavumbini. Yesu Kristo atakufufua siku ya mwisho. Amen. Msharaba Rokozi, mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, tunarudi tena kwako baada ya kutoka makaburini kwa ajili tu ya kuwakaribisha kwako wale ambao watakuwa na neno la shukrani kwa wapendwa wetu. Hizi shukrani zitaanza na mama wa makao ambaye ni Sister Florence Gatege, yeye ataongoza, lakini wapo wengine watakaofuata. Yes. Wapo wengine ambao watafuata, lakini Mheshimiwa Dini Mchungaji Yeredi Wakami, yeye atakuja kwako kwa ajili ya kuleta kwako salamu kutoka kwa Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Yeye anatuma salamu za pole akiwa katika Diocese ya Västerås nchini Sweden na wengine, lakini kwangu mimi nilikuja tu kukwambia hayo ili ujue kile kinachoendelea. Asante na karibuni kwa wale wanaokuja kutoa salamu. Napenda kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwamba leo ninasimama kwa ujasiri kuliko siku za Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne jana. Leo hii ninaona niko sawa. Naweza nikazungumza vizuri. Ninasimama kufanya mambo mawili. Nasimama kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi kubwa ambayo ametujalia kumtoa Sister Paulina Ezekieli kuwa mmojawapo
wa masista wa nyumba hii ya Tumshubiri. Sister Paulina amekuwa tunu kwetu. Sifa ni nyingi asifiwazo, na si kwamba tunamsifu kwa sababu amelala. Tunamsifu kwa sababu matendo yake yanatembea. Na tutaendelea kumuishi daima, ataishi katika mioyo yetu kwa kuyaenzi yale ambayo yalikuwa mazuri kutoka kwake. Katika siku hizi 5 zilizopita, nilipojaliwa kusimama na kuzungumza machache kuhusu Sister Paulina, nilijaribu kuyataja kwa machozi. Leo hii ninayataja kwa ujasiri kwamba tumempoteza mama jasiri aliyejua alichoitiwa katika wito wake, aliyewapenda watu na sifa nyingine zaidi ya hizo zinazoendelea, lakini mcha Mungu na mtetezi wa Uluteri. Naweza kusema nyuma yake alikaa nyuma ya Martin Luther, na ndio maana unaweza kuona picha yake ana kitenge kile cha Martin Luther. Nimefurahi na kufarijika kwamba leo tunamsindikiza na shuka lililochorwa nembo ya Martin Luther. Aliupenda sana Uluteri, hakuona haya kusema kwamba yeye ni Mluteri na kuisimamia misingi ya Uluteri. Na kwa jinsi hiyo nilitamka na kusema kwamba mwamba amelala. Jambo la pili, kwa niaba ya nyumba yetu ya masista, ninapenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru ninyi nyote. Tangu siku ya Ijumaa lilipotokea tukio la msiba mpaka wakati huu tumeshangaa kama mtu mmoja alivyowahi kushangaa akasema, mimi ninashangaa, sijui kama mmekuja kunilipa au mmekuja kwa ajili ya mapenzi yenu kwetu. Tumeona watu asubuhi mapema, alfajiri, usiku wa manane, wakishuka na kupanda kwa ajili ya kusimama badala yetu. Sisi shukrani zetu hatuwezi, inawezekana hatutakuwa na uwezo wa kumshika kila mmoja, lakini kwa niaba ya kundi langu lote linalonifuata nyuma, ninaomba mtambue kwamba tuliuthamini sana mchango wenu na mmetenda kuzidi tulivyofikiri. Mmeacha deni kubwa mioyoni mwetu. Mungu atusaidie na sisi tufike pale tutakapojaliwa kufika, mtakapokuwa mmepatwa na matukio mazuri au mabaya. Kwa kweli nyumba itembee na ifike. Hilo ndilo ninaloweza kusema, kwa sababu mlichotutendea hatuwezi kukilipa. Kwa kweli mmejitoa kadiri ya mlivyoweza. Wenyeji wa hapa Mkwenda, nashindwa hata kusema, uongozi wa mtaa, lakini majirani wote waliozunguka katika eneo hili, kweli mmeyavaa matatizo yetu kama ya kwenu. Mungu awabariki. Mungu wa mbinguni asiwapungukie. Na jambo la mwisho, ninageuka kukushukuru sana Mheshimiwa Dean kwa jinsi ulivyoratibu shughuli hii nzima ya msiba wa Sister Paulina. Kwa niaba ya dayosisi yetu utatufikishia shukrani kwa wachungaji wa majimbo walioko hapa na wasiokuwepo, lakini wakuu wa vituo, programu na watu wote waliohusika kwa ajili ya shughuli hii. Wameivaa kama shughuli ya kwao. Tunawashukuru sana na tunauona mkono wenu mkubwa ambao umefanya haya yote yaweze kufanikiwa katika siku ya leo. Tunapomaliza kuelekea karibu na mwisho, siwezi kuwasahau walioshughulika na maisha ya sister. Alipopata shida tulikimbilia kituo cha afya. Kweli walikuwa na nia ya dhati ya kurudisha uhai wa sister. Walikimbia kama siafu. Walikimbia kama siafu, kila mmoja katika nafasi yake. Badala ya kumuingiza sister OPD, wakasema mpeleke moja kwa moja wodini, na madaktari wote wakaingia wodini wakashughulika, ikashindikana. Tunapenda kuwashukuru sana
pamoja na kwamba katika kituo hiki cha afya tunahudumiwa sana, lakini kwa sister katika dakika zake za mwisho mlihangaika zaidi. Tunaomba shukrani zetu mzipokee. Hata kwa kuja tutafika kituoni tutazifikisha sisi wenyewe. Nyumba yetu ya makao ya Namalira, sisi pale ni nyumbani. Linalotupata sisi nyumba ya kwetu linakuwa limewapata wao. Tuko nao tangu msiba ulipotokea. Limekuja kundi la kwanza, likapishana na kundi la pili. Hawa mnao waona walishatangulia wengine 5. Wakaondoka, wakapishana na hawa wengine. Hawa sasa wanamalizia matanga. Mtu anayekuja kwako akalala ulikolala kwenye baridi, ambaye ulizoea kumkaribisha kitandani ukamfunika na mashuka mazuri na blanketi, lakini mkalala pamoja sakafuni na kwenye kigae, huyo ni ndugu yako. Hii inatufundisha mambo mengi. Natufundisha mambo mengi na fadhila nyingi ambazo zitatuachia madeni makubwa katika mioyo yetu. Lakini familia ya Sister Paulina pia tumekuwa na mashirikiano makubwa katika msiba huu. Tumeongea, tumeshirikishana mambo mengi, tumekuwa familia moja. Na Sister Paulina kabla katika uhai wake alituunganisha, si kwa ubaya. Katika matukio ya ndoa, ya matukio mbalimbali, alikuwa akituvuta kwenda kuifahamu familia. Kwa njia hiyo tunafahamiana kabisa, kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho. Hatukuwa wageni na familia hii. Na kwa njia hiyo nimalize hivi, familia zetu tunakotoka, tunakozaliwa, sisi maisha yetu kama watawa ni hapa. Yani ni hapa. Hapa panaitwa Tumshubiri. Kuna wengine wameisha sema, kuna wengine hawajasema. Wale ambao hawajasema bila shaka watasema kesho. Lakini sisi, na kama hatukuchagua kuolewa, tulichagua kufungamana na hii nyumba ya masista wa Tumshubiri, ambayo inashughulika nasi katika raha, tunapokuwa vijana, tunapokuwa wazee, na tunapokuwa tumekufa. Tunazikwa hapa. Ndivyo tulivyochagua. Tuliamua hivyo katika vikao na mwisho tukafikia mapatano. Kwa hiyo ni mapatano yasiyotuumiza, ni ya hiari. Kwa wale ambao watakuwa wanapata shida kuelewa, iko hivyo, muwe na amani nayo. Sister Paulina alilijua hilo, hatuna shida wala hatukuuliza chochote. Na atakapotokea mwingine, hata kama ni mimi nitakayefuata, mupo hapa, mjue kwamba nimeisha chagua nafasi pale. Kwa hiyo hakuna shida. Kwa hiyo nayazungumza hayo ili siku moja yasije kutuletea shida, na tutaendelea kuzungumza na kuwaambia wazi familia zetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na tunasome sasa salamu za rambirambi toka ofisi ya Waskofu hapa Karagwe. Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Abednego Kesho Mshahara, mpendwa wa dini, mpendwa mama wa makao Sister Florence Gatege, mpendwa katibu mkuu, wapendwa familia ya Sister Paulina Ezekieli, wapendwa masista wa nyumba zote kwa maana ya Tumshubiri na Namalira, wapendwa masista wengine kutoka nyumba na mashirika mengine mliofika, ndugu zangu wachungaji, mashemasi, wadiakonia wa kike na wa kiume, wainjilisti na watumishi wote wa Dayosisi ya Karagwe, ndugu waombolezaji wote, ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo, ninapowatakieni nyote faraja ya Mungu kwa msiba mkubwa uliotokea. Sister Paulina ni mmoja wa wanadhiri vifungua mimba wa dayosisi yetu baada ya kuzaliwa.
Alibarikiwa mwaka 1980 wakati dayosisi ilizaliwa mwaka 1979. Kwa hiyo katika uhai wa miaka 47 ya dayosisi yetu, Sister Paulina ana mchango wake wa miaka 46 akiwa sister. Nichukue nafasi hii kukushukuru sana Baba Askofu Kesho Mshahara kwa kukubali kuja kumzika sister wetu kwa niaba yangu. Nyumba ya Tumshubire ina historia ya pekee na wewe. Siku ulipowekwa wakifu kuwa askofu wa dayosisi yako, yani tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2015, nyumba hii ilimpoteza mmoja wa masista wake kwa ajali ya gari huko Mwanza. Ni hayati Sister Restuta Venanti. Kutokana na kuzindua bustani mpya ya kuwalaza masista wetu baada ya kazi, jana tumeulaza tena mwili wake katika bustani hiyo, akifuatiwa na Sister Paulina leo. Aidha, mwezi Oktoba 2018, mtangulizi wako Baba Askofu Elisa Buberwa alikubali kuja hapa kubariki masista watatu kwa niaba yangu wakati nikiwa Marekani kumuuguza marehemu mke wangu Mafrida. Ninayesema haya kukukumbusha kuwa historia yetu ni moja, na kimsingi historia ya Tumshubire na Namalira ni ya kisiasa zaidi kuliko kiuhalisia. Kwa njia ya kumwomboleza rafiki yangu Sister Paulina wa Mutahi, niseme mambo matatu. La kwanza, Sister Paulina alifika ofisini kwangu mara kadhaa kunishauri ili nishauri dayosisi ya Kaskazini Magharibi, Bukoba na Karagwe, ili kuzungumza juu ya uwezekano wa kuunganisha tena utume wa nyumba hizi mbili. Alishauri nyumba ya malezi iwe moja kwa kuunganisha gharama, na baada ya malezi masista watawanyike katika nyumba zao au hata kubadilishana katika huduma za vituo kama shule, hospitali, kazi za wanawake, watoto na diakonia vijijini katika dayosisi zote. Wazo hili lina hekima kubwa. Ni wasii mama wakuu kulichukua na kulifanyia kazi. Hivi sasa dayosisi zote zinapokea miito toka dayosisi nyingine za KKKT kwenda kuanzisha utume huu huko. Lakini tunapojiangalia kila dayosisi peke yake, tunashindwa kujibu maombi hayo. Sister Paulina ametumika kama alivyo hapa tangu mwanzo hadi mwisho. Pili, kuna jambo linalohitaji kutafakari kwenu masista mliobaki. Kwa nini masista wa mwanzo wameendelea kubaki huku vijana wakijiunga njiani na kuwaacha tena wenyeji waliowapokea? Jibu sio ujana, kwa sababu hata masista wazee walianza wakiwa vijana. Maisha ya utawa ni safari yenye makona mengi, iliyojaa upweke, hata kama mtu anaishi katikati ya watu wengi. Na wasii nyumba zote mbili kutafuta chanzo kupitia maburudisho, siku za utulivu za lazima kila mwaka, na kuboresha mitaala wa kuziba mianya iliyotumiwa kukatisha wito wa wengine. Naelewa kuwa wana wa upotevu hawakosekani, lakini maisha ya utawa ni siku za utulivu, ni muhimu na aviachani. Tatu, wito wa diakonia uliozaa nyumba hizi ulijengwa katika wito wa Kristo
kuwahudumia wahitaji. Pamoja na kwamba wahitaji wanaweza kuhudumiwa na mtu yeyote, lakini kwenu ninyi mliamua kujitoa kamili ili kuondoa kisingizio cha familia ili mtumike kikamilifu. Wazee hawakukosea na msijute kufanya maamuzi mlioyafanya. Hivi sasa jamii inatengeneza wahitaji wengi kuliko inavyotengeneza wahudumu. Huo ni wito tena wa kurudi katika misingi yenu, kumhudumia Kristo anayeteswa na pombe, madawa ya kulevya, ndoa kuvunjika na kutupa watoto, wazee wapweke, wagonjwa wasio na tumaini la kupona, waliokata tamaa kwa kukosa ajira na matumaini, na mengine kadha wa kadha. Kadhalika, Kristo anateseka ndani ya makundi haya, na wasi msibweteke. Sister Paulina amemaliza safari yake vizuri. Kwa macho yetu ya kibinadamu, imani na wito wake amevilinda vizuri. Mungu amjalie pumziko la milele katika makao yake mbinguni. Sisi tunaupanda mwili wake katika ardhi hii ili mbegu nyingine ya wito mtakatifu yote na kuendeleza kazi yake. Pumzika sister wetu. Ni Askofu Daktari Benson Bagonza akiwa Diocese ya Västerås nchini Sweden, Januari tarehe 13, 2026. Kwa heshima na wasilishi. Bwana Yesu asifiwe. Naleta kutoka nchi ya Tanzania, pole sana. Ya moja kutoka Amerika, ELCA, Diaconess Community Evangelical Lutheran Church. Ya pili kutoka Rwanda, Kubengera Sisters Community from Abacha pa Kristo. Ya tatu kutoka Indonesia, Sister Community HKB Church. Ya nne kutoka Sweden, from Brother Emil Lias. Ya tatu salamu nyingi kutoka Germany, Ujerumani. Masista ushirika wa Stuttgart na ushirika wa masista kutoka Frankfurt na ushirika wa Sarepta Bethel na kutoka Biedenkopf na Gladenbeck. Nasoma barua aliandikwa kwa Marion Schmidt. Yeye anakaa Gladenbach. Kule Sister Hildegard Pat aliishi, sasa huyo anakaa Sarepta Bethel. Dear Sister Florence, dear brothers and sisters in Tumshubiri, Leo is a sad day for you. How difficult it must be for you to say goodbye to your faithful companion, Sister Paulina, and accompany her to her final resting place. With Sister Paulina's passing, Tumshubiri has lost the important pillar of support. She did not push herself into the light, but rather worked behind the scenes. With her humor and sense of life, she brought smiles to people's faces. She leaves behind a huge void. May God grant her rest in peace and comfort your heavy hearts, filling them with gratitude for the time you spent together with Sister Paulina. Our thoughts and prayers are with you with Sister Paulina's funeral service and burial. Take comfort in knowing her. Sister Paulina is in God's arms. In silence and remembering of Sister Paulina, we send you our warmest regards. Marion Schmidt. Mimi ni Sister Gerda Finke
kutoka Sarepta Bethel. Poleni sana, asanteni. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya. Nitwa Pastor Tonesha Cosima. Abenshi bashobora kuba banzi kuko nakoranye n'iri torero cyane, ndi umwinjilisti Nyamirembe. Amina. Tumaze no kumenya inkuru y'incamugongo y'umuvandimwe wacu Sister Paulina. Twaje icyo biti kuwagaho mu Kinyarwanda tutiteguye, ariko turavuga ngo reka tuze nibura dufatanye bagenzi bacu gwerekeza umuvandimwe wacu. Sister Paulina ni mushiki wanjye. Papa we na mama we nibo bambye muri batisimu igihe cyo kubatizwa. Hanyuma mu kukura kwanjye igihe kinini nabaga ndi kwa Beyanga, baramfashije bankuza mu buryo bw'umwuka menya Imana, ariwo mbikesha nubwo no mu rugo bara bakristo beza kuko papa yari umwinjilisti. Rero twabaye cyane, ariko nanone turavuga ngo nta kiri twakongeraho, no bushake bw'Imana. Aricyo twizera neza nuko ntabwo umukristo apfa, umukristo arasinzira, igihe cyageraga akazakanguka, hanyuma twazajya kubana n'umwami wacu. Avuze ngo ngiye gutegura umwanya aho ndi nanjye niho nifuza ko tuzabana. Rero ntabwo dufite agahinda nk'aba bandi, ahubwo dufite ibyiringiro yuko inzira yanyuzemo natwe niho tuzanyura, ariko iherezo rya byose tukazana mu byishimo hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yabaho umugisha, turabakunda cyane. Iyo twageze ntatuma turi iwacu, twarabakunze, twabanye namwe neza, ariko turavuga ngo namwe tubaye ikaze igihe nicyagera muzaza hakurya hariya mu dusure mu Rwanda. Ni amahoro, ni heza, harashimishije, hararyoshye, hari urukundo rwinshi. Murakoze cyane, Imana umugisha. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, nimerudi kwa ajili ya kukuaga, lakini nikupe ABCD za kile kilichokuwa kinaendelea. Nyuma yangu kama ambavyo unaona ni eneo ambalo limetengwa rasmi kwa ajili ya kuwalaza ama kwa ajili ya makaburi ya masista wa kituo hiki cha Tumushubire hapa Nkwenda. Hawa masista wanatumika katika Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na mahali popote wanapotumwa na Diocese, kama ambavyo watu wengine wanaweza kutumwa na Diocese kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuhudumu. Sisi wa Diocese ya Karagwe tunaipa pole familia ya Sister Paulina Ezekiel ambaye ameitwa, lakini tunawapa pole pia kituo cha masista wa hapa Nkwenda Tumushubire kwa ajili ya kuondokewa na mpendwa wao, lakini pia ni mpendwa wetu, na Diocese ya Karagwe pia tunapeana pole kwa sababu alikuwa mtumishi katika diocese hii. Mfuatiliaji na mtazamaji, kama ambavyo umeona baba askofu mchungaji Daktari Abednego Kesho Mshahara kama alivyokuambia kwamba ni bora tushindane katika kutenda mema kuliko kutenda mabaya, basi mimi na wewe tushindane katika kutenda mema, kwa sababu Sister Paulina ameacha alama hiyo katika Diocese ya Karagwe. Tumeambiwa alikuwa mtu wa amani na kila mtu, alikuwa ni mtu ambaye alipenda kushauri, lakini kipekee alipenda kujinyima kwa ajili ya watu wengine. Basi mimi na wewe tushindane katika kutenda wema kuliko kutenda ubaya. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Sina la ziada. Ninakushukuru kwa kuwa pamoja na sisi tangu mwanzo hata mwisho tunapokamilisha ibada hii ya kumlaza mpendwa wetu Sister Paulina Ezekiel. Apumzike kwa amani na tunakutakia wakati mzuri. Asante na kwaheri kwa sasa. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.